Leo nataka nikufundishe chanzo cha mafanikio yako. Manake kila mtu anapigania kufanikiwa katika dunia hii. Maisha ya kila mtu huwa kile chenye mtu anapigania sana ni mafanikio. Lakini wengi wanajiuliza, je, ili nifanikiwe nitafanya nini? Lakini siku ya leo nataka kuambia chanzo cha mafanikio yako ni matatu. Mambo matatu ndio nataka nikupe kuanzia siku ya leo upate kuyajua. Number 1, chanzo cha mafanikio yako namba 1 ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe, you individually, you are individual. Yani wewe mwenyewe, individually you are mwenyewe. Yani ni wewe mwenyewe uamue. Wewe mwenyewe uamue vile ulivyo, ukiwa kibonge, ukiwa mwembamba, ukiwa mfupi. Yani maamuzi yako wewe mwenyewe vile utakavyo. Wewe mwenyewe, you individual. Wewe mwenyewe. Number 2, imani yako. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wahibrania 11 aya ya 6 inasema ya kwamba pasipo imani ni vigumu sana kumfurahisha Mungu. That means kama Mungu, bila imani huwezi kumfurahisha. Hata mwanadamu bila imani hakuna mahali unaweza enda. Hauwezi kufanikiwa pasipo kuwa na imani. Kwa hivyo namba 2 ni imani. Namba 3 ni maamuzi yako ama msimamo wako. Watu wengi wanafanya mambo lakini hawana msimamo. Mtu amefungua biashara lakini hana msimamo. Unasikia amefungua biashara lakini anasema, lakini katika hii biashara yangu mimi sijui kama nitafanikiwa. Mimi hii biashara sijui kama nitapata faida. Huyo ni mtu alikuwa hana msimamo maalum. Kwa hivyo mambo hayo matatu ni muhimu zaidi kuyazingatia. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe uamue. Namba 2, imani. Uwe mtu na imani, na ni imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo chochote utakachoamua mweke Mungu akiwa kipaumbele. Manake chochote bila imani, hata wanaoenda kwa mganga, sheria ya mganga ya kwanza ni kwamba chochote nitakachokuambia katika hii nyumba, kabla hujaingia kwa ule mlango wa mganga pale, anakuambia chochote atakachokuambia ni uamini. Wengine wananiuliza mimi nilijuaje mambo ya waganga? Mimi nilikuwa na mganga jirani yangu kabisa. Nilikuwa nasikia vile na wahudumia akiwaambia. Hiyo ndio ilikuwa ni sheria namba 1. Mimi nami nakwambia, hiyo ni sheria namba 2. Ya kwanza ni wewe mwenyewe. Msimamo wako wewe mwenyewe. Jiamini jinsi ulivyo. Either wewe ni kibonge, ni mwembamba, ni mfupi. Msimamo wako wewe mwenyewe. Uamue. Mimi jinsi nilivyo. Nitatenda na nitafanikiwa. Elewa hiyo. Elewa hiyo na uizingatie. Barikiwa sana.